ikiwezekana akapime, kama naye kapata maambukizi aanze kutumia dozi, ndio lengo langu. Nini? Kama ulivyosikia. Mzee vipi? Mbona pagawa? Dada vipi? Fresh, nyaje. Shwari kama kawaida mzee. Salama kabisa. Bila samani. Bila samani. Wewe ni mwenyeji wa maeneo haya? Mimi ni mwenyeji wewe mtaa huu. Samani brother. Bila samani. Hapa kuna mdada fulani hapa niko maeneo haya anaitwa Sharifa. Ni mweupe bonge bonge fulani hivi. Sharifa? Sharifa kanielekeza maeneo haya. Sema ukoje hiyo? Yuko yani yeye ni mweupe. Alafu ni bonge bonge kidogo hivi. Alafu ni mfupi. Sharifa namfahamu. Unafahamu? Namfahamu. Tafadhali brother. Labda unaweza kunisaidia kwamba kunionyesha muda nyumba ndio kama maeneo haya? Sio mbali na hapa. Na Sharifa ni nyumba hii ya jirani tu hapa. Kumbe ndio hii hapa? Tena yaani brother utakuwa umenisaidia kinyama yani. Okay, sasa iko hivi. Nataka unifanyie msaada mwingine. Msaada gani? Ila utanilia radhi brother. Sawa. Naomba uniitie huyu mtu. Hapana, siwezi nikafanya hivyo. Kwa kuwa wewe unaonekana kabisa ni mgeni mtaa huu. Sijawahi kukuona kabisa. Kwani wewe ni nani? Anyway, Sharifa mimi ni mpenzi wangu. Mpenzi wako? Naam. Mpenzi wako kivipi bwana? Unaambia naye gani bwana? Sharifa nipo naye kwenye mahusiano takribani miezi 6. Vipi? Hamna, tuendelee kawaida. Jana niliwasiliana naye akasema anaumwa. Sasa cha ajabu leo nampigia simu haipatikani. Kwa hiyo nikaona nije kumtafuta maeneo aliponielekeza. Kwa hiyo ili kunifanyia msaada brother. Brother siongee sana. Siongea huko sijielezee sana. Sharifa si ndio tunamjua, si ndio tunakaa naye mtaani. Sharifa yule sio mwanamke brother. Sio mwanamke? Sio mwanamke kabisa. Jumino akaa pale. Sasa hivi alikuwa na maisha mazuri, sasa hivi alikuwa amekota takataka. Sharifa kalala naye. Bado kuna fani naye juzi kataka kulala naye kama rekodi mpaka na video kaja kunionyesha mimi. Kuna Habibu muuza juisi za matunda pale. Sheria uno pale. Pia naye kalala naye. Sema alinifuata na mimi tunajua tena mnyamwezi fulani. Mimi niko na Sharifa sio vitu vyangu kabisa. Nikamkataa. Hivi brother, unachokiongea uko serious? Na wazika nacho? Sharifa? Sharifa wewe unamuongelea wewe. Sana ukimwi brother. Wewe mwenyewe kwenda kwa nao ulitolea wapi brother? Mbona hujui mimi nishaenda huo? Hauna watoto nyumbani. Asante. Tangu ile swali moja brother. Sawa bila. Kama unavyosema kwamba la Sharifa unamjua vizuri. Ndio. Nataka unihakikishie. Na hayo maelezo yako ulionipa. Ndio. Sawa. Kwamba Sharifa ana maradhi kweli ya ukimwi au ni propaganda za watu? Brother, hizo sio propaganda. Yaani yule mwenyewe Sharifa ukimwona sasa hivi anavyotembea, mabega yamekaa hivi juu brother. Na hiyo ni moja ya dalili. Kwa hiyo ni vipimo vya macho. Vya macho pia. Hata sasa hivi tukichukua hata kitana hivi tukimchana kuna nywele zinaanguka baadhi. Okay. Kama kweli unazungumza na huo ugonjwa wanao kweli? Ndio anao. Jambo la kumshukuru Mungu kwangu mimi hapa. Unamshukuruje Mungu sasa wakati ni mpenzi wako ulisema hapo? Wewe amini brother. Yaani hii ni bonge la surprise. Nashukuru sana. Surprise? Yes. Bonge la surprise my brother. Boss kuelewi brother wewe. Iko hivi. Mimi ni muathirika. Muathirika? Yes. Brother. Hebu kuwa serious basi. Basi kama kutulia nikuelezee kidogo. Natuliaje? Iko hivi. Mimi tangu niathirike na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Takribani miaka 3. Tangu tushiriki tendo la ndoa, hatukuwahi kutumia kinga. Vipi mzee? Brother Sharifa mbaya sana. Mbaya tena? Endelea brother. Okay, anyway. Kwa hiyo na ndio hata jana aliponipigia simu. Aliposema anaumwa, nikahisi moja kwa moja nishamwambukiza mtoto watu. Kwa lengo na madhumuni nataka nikakutane naye, ikiwezekana akapime. Kama naye kapata maambukizi, aanze kutumia dozi, ndio lengo langu. Nini? Kama ulivyosikia. Mzee vipi? Mbona pagawa?